Ngoja Azam TV na malizia. Godi, pole kwa mchezo. Asante. Tumepokea pole kwa sababu tutapoteza mchezo, lakini so far approach ya mwalimu ilikuwa nzuri. Kwenda na mabeki watatu wa katikati, viungo wanne, alafu kusogea juu. Mwalimu alikwenda na approach nzuri. Kosa la kwanza lilifanyika kwenye dakika za mwisho za nyongeza kwenda kwenye mapumziko. Kwa hiyo baada ya kupoteza lile goli, approach ya mwalimu ilibidi ibadilike kutoka kwenye kukaba kufanya maamuzi ya mashambulizi. Kwa hiyo alikuwa anabadilika taratibu kulingana na kasi ya mchezo ilivyokuwa inakwenda. Kwa sababu second half wakati tunarudi Ahadi walionekana kama wamelizika na lile goli moja. Lakini kadiri ambavyo tulivyokuwa tunabadilika uwanjani ndio tulivyokuwa tunazidi kuwa hatari. CAF Champions League, mchezo wote mtu anapokuwa nyumbani anakuwa na hamu ya kupata matokeo mazuri kuliko ambaye anakuwa away. Kwa hiyo naamini ni mchezo ambao kwa sababu walikuwa wao nyumbani hatuwezi kulaumu chochote. Tumeona timu yetu imecheza vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi za magoli, shot on target 6-5 ambazo wamepiga National Ahadi. Lakini tulikuwa na nafasi nyingi za hatari kuliko wao. Ni bahati mbaya tu, makosa madogo ambayo yametugharimu. Goli la pili mistake tulifanya wenyewe la kutoa boko, kurudisha mpira nyuma. Nadhani tu Mudathiri haya leo hakuwa katika nafasi nzuri ya kimchezo, lakini ni sabu na huwa mara zote sabu huwa ni gambo. Kwa hiyo siwezi kumlaumu mwalimu, siwezi kulaumu wachezaji wangu kwa pressure ya away. Watakuja nyumbani tutaonyesha mchezo mzuri zaidi ya huo. Kuanzisha kwa Pacome nje kwa wachezaji wenu ambao ni wachezaji ambao wamekana katika mechi za hivi karibuni, wachezaji hatari. Nyie kama mashabiki mlivyoona kikosi mlipokea? Mimi si kushtuka sana kwa sababu najua Pacome ni X factor, mchezaji ambaye anaweza kufanya maamuzi mengi. Lakini kwa approach ya mwalimu ile ya kuanza na mabeki watatu, Dickson Jobu, Ibrahim Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto. Tunajua ule ukuta ni ukuta ambao mfaa vizuri katika mashindano makubwa ya AFCON. Ukiacha hiyo, kwanza kwa Shadrack Kiboka Mede na kwanza kwa Israel Patrick Mwenda. Tunajua Shadrack Kiboka ni best katika ukabaji. Anaweza kukaba vizuri, fanya zone marking, anaweza kuokoa mipira ya kichwa kwa dakika 45 za kwanza. Kile ambacho tumekifuata away kwenda kutafuta japo hata sare ilikuwa ni option nzuri. Kwa kule mbele kutokuanza kwa Pacome Pedro Zuzwa ni kwamba tayari una Alan Okello, una striker Depo ambao wanacheza kwenye ile nafasi nzuri ambayo angeweza kucheza Pacome kwenye kipindi cha kwanza, labda kwenye eneo ambalo kwa cheza Max pia Nzengeli. Lakini unaangalia option ya Max Nzengeli na option ambayo anayo Pacome Zuzwa. Max ana uwezo wa kuwasaidia hawa viungo kabaji, ana uwezo wa kusambaza upendo kwenye eneo lile la juu, kutoa pasi za zile zenye macho. Lakini Pacome unamtegemea zaidi kwenye kuidrive team. Yaani kwa maana dribbling ndio unamtegemea zaidi Pacome Pedro Zuzwa. Na ana uwezo wa kufanya maamuzi kwamba ninapoingia ndani na uwezo wa kupiga mwenyewe shot on target na uwezo wa kulenga goli na kuiokoa timu kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo mimi nilichokiona approach ya mwalimu kumweka Pacome nje haikuwa mbaya. Ilikuwa ni option nzuri, lakini imetugharimu sehemu ndogo tu. Kwamba umakini katika dakika ya mwisho ulikuwa hafifu, ukatugharimu kwa wenye goli la kwanza. Lakini goli la pili sabu ambayo ya Mudathiri haya basi. Wote tunamjua Mohamed Damaro. Anaweza kucheza vizuri, lakini anapokuwa na yellow card uwezo ka take risk, ile risk ya kumuendeleza kumchezesha, kumbakiza mchezoni. Unapoendelea kumbakiza mchezoni Mohamed Damaro, maana yake muda wote una uwezo wa kupokea maafa ya kucheza pungufu. Kwa hiyo kumtoa Damaro kumuingiza Mudathiri ilikuwa ni sababu nzuri, lakini Mudathiri hakuwa sehemu nzuri ya kucheza leo. Yaani hakuwa na mchezo mzuri. Yaani kifupi hakuna wa kumtupia lawama. Hakuna wa kumtupia lawama tu kwa away. Tumepoteza mchezo kwa goli 2-0, mistakes tumeziona, tumetengeneza nafasi nyingi za magoli. Wale ni kuwasubiria Zanzibar kuwapelekea moto. Zanzibar hatuwezi tena kuanza na mabeki watatu. Kila mtu amemwona Yao Kwasi yuko fiti tayari kuanza. Zimbwe yuko tayari kuanza. Tuna uwezo wa kuanza na mabeki wetu wa kulia na kushoto tukaifungua timu. Pacome akawepo kwa dakika zote 90 kwa maana tukawa na mawinga Pacome, tukawa na winga Okello Lamine Yamal, tukawa naye upande mwingine. Tukaongeza ubunifu katikati, tutumie nafasi zetu.
Sisi na Al Ahly, sisi tumeanza kupata nafasi nyingi. Ya kwanza ya Okelo, Kevu imekataa. Ya pili Max Nzengeli kakanyaga jiwe, akaingia tena striker Depu kumalizia ule mpira. Kwa hiyo tutakapokuwa nyumbani hapa sasa ni jukumu la mashabiki wa Yanga. Mimi kwenye jukumu la mwalimu, no doubt naamini mwalimu atafanya vizuri kwenye mchezo wa nyumbani. Jukumu ni la mashabiki sasa Yanga. Ndugu yangu ushachukua apartment Zanzibar? Mapema sana. Ushagiza apartment yako? Mapema. Jukumu la mashabiki wa Yanga kokote ulipo. Twendeni tukaivamie Zanzibar hata kabla timu haijarudi. Twendeni tukaonyeshe National Ahli kwamba huu mchezo tunautaka, mmelinga kwenu tutalinga nyumbani kwetu. Watakuja tuwape support kwa sababu hata Al Ahli leo kilichowafanya washinde ni kwamba wao wapata support ya mashabiki wao. Sio kwamba wametuzidi kiwanjani kwenye kucheza. Mimi sijaona mahali ambapo Al Ahli wametuzidi kwa sababu ukiangalia pasi zilizokamilika sisi tumepiga kwa asilimia kubwa kuliko wao. Ukiangalia shot on target, shot off target tumepiga nyingi kuliko wao. Kicho